Pigia Yesu makofi na vigelegele. Thank you my brother. Thank you. Sema amen. Ambia mwenzako usichoke, sababu moto unakuja. Nani alikwambia uende? Sasa sikia. So ambia mwenzako size sio size. Yani size ya bakuli yako inategemea size ya maombi yako na ibada yako. The more the prayers, the more the worship, the bigger the bowl, and the larger the fire, and the bigger the earthquake. Somebody lift up your hand and shout amen. Vile moto wako, vile maombi yako yalivyo, vile ibada yako ilivyo, vile kujitoa kwako kulivyo, ndio inategemea size ya malaika wako. Hebu nisaidie kuhubiria mtu, mwambie malaika wako ako busy kiasi gani. Hello? How busy is your angel? Some people they don't pray. They only know how to pray for food. Oh God, bless this food before you eat it in Jesus' name. Amen. Hiyo ndio tu maombi. Sikiliza, hiyo maombi ya kuombea chakula haiwezi kaleta earthquake, haiwezi ikaleta tetemeko. Maombi hiyo ya kuombea tu chakula haiwezi kafanya kuwe na ngurumo. Kuna maombi Bwana, kuna maombi ile unasukuma, unasikia kama unachoka lakini unaendelea, unasikia kama unaishiwa na nguvu lakini unaendelea. Na ya malaika anaendelea kupokea, anapokea, inajaa, anamwaga, anachukua moto, anajaza, anaweka, anaenda, anamwaga. Tunatangaza hapa kwa jina la Yesu, wacha kuwe na tetemeko. Natangaza Life Source Mission, let there be an earthquake. Hey! Listen, somebody say amen. That is what the Bible says. Ya kwamba God draws the water and the vapor from the streams. Hello? Tell your neighbor, this is one of the streams. Praise the name of the Lord. Muko hapa kweli? Mwaulile. Kuandastandanga. Kuelewanga. Somebody say amen. Life Source Church is one of the streams where God is collecting vapor. Somebody say yeah. Nilipokuwa shule nilifundishwa mvua inatokanga tu kwa mito, kwa bahari. Hello? And then hiyo vapor ndio inapanda, alafu ina condense. Kweli ama si kweli? Then ikicondense, hallelujah, ikicondense, sasa hiyo mawingu ndio inaachilia mvua. Na Biblia inasema kwa hivyo ina condense, alafu inaachilia mvua, and then the human beings wanapata showers. Sema amen. Na unajua showers zikitokea, kila mtu atajua mvua imenyesha. Hey! Sikia, haujuagi saa ile vapor inaenda. But vapor inaenda. Kuna watu ambao unaweza kufunga, hakuna hata mtu anajua umefast.
Kuna watu ambao wanaomba, labda hata watu wajui naomba, lakini sikiliza, vepa inapanda tu. Vepa inapanda tu. Ikicondense, it is coming back. Na ikikuja tena, lazima itajulikana. Maana pale pana ukame, panakuwa na unyevunyevu, panakuwa na kijani kibichi. Na tangaza life source, wacha kuwe na kijani kibichi. Kama kuna anybody around amekaukiwa, kwa jina la Yesu apokee uhai, apokee uzima, apokee afya. Kama ni sawa, sema sawa. Tutakuwa green. The Bible says, waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi sana. They will be green. Tell your neighbor, I will be green. Oh. Sema nimekataa roho ya kukauka na kunyauka na kuparara kwa jina la Yesu. May the heaven visit you. May the heaven visit you. May you receive the life from God. Na uwe green tena. Kama ni sawa, sema sawa. So Biblia inasema waliopandwa ndani ya nyumba ya Mungu. Hebu uliza mwenzako, umepandwa kwa nyumba ya Mungu ama umepandwa kwa kalicha yenu? Cho kuna watu wameokoka lakini kalicha ni mbele. Imagine ni nini nyuma. Mimi nasemaga hivi, wewe sio Mturukana Mkristo. Wewe ni Mkristo Mturukana. Hello? Wewe sio Muluya Mkristo. Unajua sasa tunatokanga Shamalavandi. Unajua sasa vile sasa tunasemanga. Unajua sasa ni watiriki. Na unajua sasa watiriki. Sikiliza, wakati Kristo ameingia ndani mwako, anabadilisha ule utiriki, unakuwa Mkristo mtiriki. Ukristo ni mbele. Ambia mwenzako, nimepandwa ndani ya nyumba ya Bwana. Na Biblia inasema watastawi sana. Hebu inua mkono wako unasema, mimi nitastawi sana. And the Bible says they shall bear fruits even in their old age. Ambia mwenzako usinilete. Mwambie usinilete. At you, the things you must do before you are 40. So what? Even if I didn't do them when I came and arrived in 40, the Bible says I will bear fruit even in my old age. Usinilete. Patia mwenzako high five, mwambie age is only a number. Na mtu asikuzuie hata sababu sasa umechoka, hata sijui umezeeka. Sikia, yule mwenye kupeana mioyo na mwenye kupeana macho na mwenye kupeana miaka na mwenye kupeana nguvu mifupa ni Jehova. Nikipandwa ndani ya nyumba yake, nitazaa hata kwa uzee wangu. Na ndio nimekataa kuzeeka. Patia mwenzako high five, mwambie wacha kujizeesha. Unajizeesha. Unajizeesha nini? Bado tuko na kasi. Ambia mwenzako hii safari bado tunaenda mbali. Bwana Yesu asiwe sana. Hata nywele nyeupe kijaribu kuleta kierere, ninaenda kwa salon. Ninaweka technology. Weka brush. Usinilete kabla sijazaa vile Mungu anataka nizae. Inua mkono wako na useme amen. Na kutabiria kwa jina la Yesu,
Wacha ibada uliyopeana, wacha sifa ulizopeana, wacha maombi ambayo umepeana. Sasa irejee kama moto na kuwe na tetemeko. I prophesy over your life, mahali popote ulipo, wacha kuwe na tetemeko, wacha kuwe na earthquake. Nguvu za giza, nguvu za mapepo, nguvu za wachawi haziwezi zikathrive mahali yuko. Kama ni sawa, sema sawa. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Sema amen. Sasa nisaidie kuuliza jirani yako, malaika wako ako na size gani ya bakuli? Because when people are worshiping, people are busy worshiping God and praising the Lord. Kuna mwingine tu anaangalia. Kazi yako ni kukondora macho tu. Akisikia pale nyuma, wai, amamulika. Unasema na mama na Angela leo kwani bwana yake alimpikeko ama namna gani? Kazi yako ni kuangalia. People are busy. Watu wanaweka malaika wao busy. Somebody lift up your hand and shout amen. Inua mikono, shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Hallelujah. Sema natangaza ngurumo. Sema natangaza radi. Sema natangaza umeme. Sema natangaza mtetemeko wa ardhi. Somebody shout hallelujah. Inua mkono wako na useme hallelujah. Glory to God. So inarudi. Let me tell you, any believer ambaye anaomba na ako serious kwa ibada yake kwa Mungu, yeye ni hatari to the kingdom of the devil. Are you telling you? Are you getting what I'm saying? Do you know if today kama serikali ya Kenya, the DCI and the security team ingesikia hapa Lodwar kuna wasee watatu wameingia na ni wa kikundi haramu cha Al-Qaeda ama Al-Shabaab, machinery zote za serikali zitakuwa Lodwar kushughulikia wa jamaa. Because they know, na ni watatu tu, because they know as long as those guys are here, chochote kinaweza kutokea. Because wako na ujuzi ya kutengeneza mabomu, wako na ujuzi ya kulipua mabomu. Sasa any believer that prays carries the power, carries the expertise to manufacture spiritual bombs. Wanatengeneza spiritual bombs. Prayer. Somebody lift up your hand and shout amen. Unajua kwetu hatukuwa tumeokoka wengi. Praise the name of the Lord. Almost everybody tulikuwa tuko kwa darkness. Are you getting what I'm saying? Mimi kwanza nilitaka kukua father. Mimi nilikuwa nimeamua tu nataka nikuwe padri. Na sikuwa nataka kuwa padri kwa nini? Kwa sababu nilikuwa naona tu ile life, soft life yenye mapadri wanaishi. Akina nyinyi watu wa Pentekoste muachange madharau, mtu treatingi vizuri. Bwana. Sasa unajua nilikuwa ninaangalia hivi, maana kanisa la Catholic lilikuwa limejengwa kwetu. So mimi nilikuwa naenda kupiga kengele. Sasa naona padri akiingia hivi, kila mtu anasimama. Hallelujah. Sasa hizo amepewa gari ya mission. So anakuja, anafanya na struggle, apige kelele kama hii ninapiga. Praise the name of the Lord. Yeye anasimama tu mbele watu anasema Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki daima na popote. Mwema. Bwana asifiwe sana. Yani hakuna haso, hakuna stress, hakuna struggle. Hapo pole pole tu na kuungamia Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu,
Niombe kwa nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombeeni kwa Bwana. Anasema Mungu wa uzima aondoe, awasamehe dhambi zenu na wafikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Yani anasoma tu hivyo, halafu inafika saa ya sakramenti, watu wanakuja hapo, anapatia watu mkate peke yake yenye ametofokia kwa divai, anakupatia kila mtu moja moja, halafu yeye anakula hiyo mkate kubwa na anakunywa divai na kikombe. Nikasema hii kitu si mbaya, hii si mbaya. Sikia, umaskini ulikuwa umetulalia, hatukujua mbele wala nyuma. Huyu my brother the late, na nilisema juzi pale kwa matanga, siku moja wamevuta bangi na jamaa mmoja alikuwa anaitwa Diploma. Yani wamecheka the whole night. But listen to me, huyu my sister huyu akaenda sijui na huko Kirinyaga huko, akaokoka akakuja home. Bwana, wacha huyo mama aanze kuomba. Alikuwa anaingianga kwa simba yangu after lunch, anaomba, anasema Bwana, badilisha hii nyumba, badilisha hii familia, badilisha, wewe ni Mungu, wewe. Anaomba, anasanda na kusanduka na kudhiororoka huko ndani, ananena kwa lugha. Mimi hata sijui hii kitu ni kitu gani hii. Lakini sikiliza, kumbe alichokuwa anafanya, maombi yalikuwa yanapanda, yanaenda mpaka kwa malaika. Baadaye yalipochaa, akaambiwa sasa chukua moto, mwaga kwa hiyo boma ya Njuguna. Wacha nikwambie bwana, Mungu akaanza kuokoa moja moja. Inua mkono wako na useme ndio. Mama yangu alikuwa anamwambia, sasa wewe ni mtoto nimezaa juzi, ni nini unaniambia? Usiniletee hiyo story ati ya wokovu. Lakini mama yangu akiwa kwa shamba akikata mahindi, akasikia jina Wagale, akashangaa hivi, akasikia tena jina Wagale, akaitika, akasema, akaambiwa, wewe enda tokea saa hii na uende ukaokoke. Mama alikuja anaambia huyu Mudhoni, nipeleke kwa pasta yako, nataka niombe niokoke. Somebody say amen. Nataka niwaambie, kuna vile unaweza badilisha familia yenu. Kila nguvu za giza, kila nguvu za uchawi, wewe ndio bombe expert. Wewe ndio bombe expert. Patia mwenzako hapa, mwambie wewe una ujuzi wa kutengeneza vilipuzi. Somebody say amen. So sisi wote hapo ndio tumetoka. Hata my brother yule mkubwa alikuwa ni priest wa dini fulani, sitaki kusema ni dini gani kwa sababu ya usalama wangu. Lakini yeye ni priest, ako na nguo na mavazi, lakini anaenda kwa choo, anavuta sigara, anatafuna Cyprus, alafu anakuja kuendelea na ibada. Huyo naye Mungu akamkamata. Somebody say amen. Ndugu yangu yule mwingine namba 2 kwetu alikuanga mulevi sana, naye akakamatwa. My sister akakamatwa. Mimi nilikamatwa zamani za kale. Somebody say amen. Tukaungana force. Huyu Reverend Bogo akaokoka. Yani unajua nilisema jana watu wakafikiri mchezo. Nilitokea shule nikampata hapo nyumbani amelala afternoon. Na hii kukua kawaida yake. Alafu kukuja na nisalamia, Bwana asifiwe. Namwambia Mbogo, wacha kucheza na Mungu. Kwa sababu huwezi ona kama huyu hata angeokoka. Lakini sikia, maombi yanafanya kazi. Somebody say amen. Akaniambia nimeokoka, sio jokes. I am born again. Hey! Na jamaa kaingia maombi bwana. Wakiwa na huyo diploma, huyo diploma. Siku moja mimi na Reverend Bogo, ninulie mkono hivi na useme amen. Tukiwa kwa nyumba yake tukiomba masaa ya saa 4 ya usiku,
Bwana tumeomba. Hebu ambia mwenzako ni maombi. Mimi ninaomba Mungu ainue hii generation. Tujue there is a God who hears prayers. Na shangaa zamani watu walikuwa naingia mahali kama hapa wanaomba. Kiongozi wa ibada ndio anaanza kuambia watu amen. Amen. Tulieni sasa, tulieni. Amen. Amen. Paka wanakuja kuwekelea watu mikono. Amen. Amen. Tulia. Amen. Amen. Sababu unasikia tu ndani, hata sasa ile wameambiwa nyamaze, unasikia tu ndani. Yani ile groaning Bwana. Yani ile siku hizi sasa imekuwa vice versa. Siku hizi sasa watu wanaambiwa wapendwa, omba. Omba, usinyamaze. Mwambie Mungu anastahili. Yani mpaka leo lazima uwekewe maneno vile utaambia Mungu. Ebu ambia mwenzako, ebu kuwa serious. Somebody say hallelujah. Mwambie tena kuwa serious. Praise be to the name of the Lord. Inua mikono yako, shangilia Yesu kwa makofi mazito. Sasa huyo diploma tulikuwa tunaomba saa 5. Yeye na jamaa mwingine anaitwa Barasa, sijui walitoka kunywa wapi. Wakapitia hapo kwa barabara. Wakasikia kuna watu wanaomba. Rima mama yandololo bosi ya talabaka ya remebebebe soka ya dadada. In the name of the Lord, tunaangusha, tunabomoa, tunasambaratisha nguvu za giza. Wajamaa wakapita kwa kichaka hivi mpaka kwa nyumba. Wakabisha mlango, zao wakaanza kusema karibu Bwana, karibu Bwana. Karibu Bwana. Tukawafungulia. Sema amen. So tukazungumza nao na wakakubali kuokoka. Tukamwambia piga magoti, tukaombea. Sasa ile tunaomba, Barasa anatuuliza, na mtu akichoka atafanya yako nini? Praise the name of the Lord. Tukawaombea, wakaokoka. Kesho yake asubuhi, huyu diploma alikuwa amepika pombe kwao. Hebu ambie mwenzako, maombi ni vilipuzi. Diploma kwenda nyumbani, alipokuwa soba asubuhi, akajiuliza kwani na nini ilifanyika jana? Jana nilifanyaje? Jana niliendaje? Kwani kuliendaje? Yani haelewi, lakini anasikia kuna some peace ndani ya maisha yake. Somebody say amen. Mama yake anamwambia, si customers wa pombe wamekuja, si uende wauzie. Aongee na mtu, amenyamaza, aende kuuza pombe na hajui nini lilitendeka. Kidogo hivi tumemfikia asubuhi, tukamwambia unajua jana uliokoka. Akasema okay, ndio maana, ndo manake. Hello, ninulie mkono hivi nasema amen. Jamaa akasema kweli, and let me tell you, huyo jamaa hakuwahi rudi nyuma tena. In fact, na hakuwa amesoma, lakini maombi sasa ndio alianzaga kupitia kwetu mpaka akaanza kunibo. Maana saa 9 anapitia kwetu akituongea mlango. Ni saa ya maombi, saa ya maombi, saa ya maombi. Anaenda kwa ile nyumba ya brother ule mkubwa, ni saa ya maombi, ni saa ya maombi. Saa 9. Hiyo ndio maisha tulilelewa. Saa 9 tuko church. Let me tell you, huyo jamaa Mungu akamsaidia, hakuwa amesoma, lakini akajua, Mungu akampatia nafasi ya kujua kusoma Biblia peke yake. Hakujua kusoma gazeti, hakujua kusoma storybook, lakini Biblia peke yake alikuwa anajua. Na Mungu akampatia memory. Tulikuwa tunamuitanga a walking Bible. Kama kuna scripture yoyote, uliza diploma. Today he is a pastor. Kuna vitu Mungu anaweza kufanya. Inua mkono wako na useme amen. Nataka niwaambie hivi, when you pray, unapatia Mungu material ya kukupatia uwezo wa kutengeneza vilipuzi. Hakuna mapepo inafaa kukaa karibu na wewe.
Narudia. Hebu ambia mwenzako hakuna mchawi mwenye anafaa kuishi karibu na wewe. Lipua. Patia mwenzako hivyo, mwambie lipua, 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 lipua. Wacha kuwe na tetemeko la ardhi. We declare life source Lodwar. We are bomb experts. We are bomb experts. Through the prayer, through our worship, kuna tetemeko la ardhi. Kila kingdom ya giza inaenda kushika. Somebody say yes. Inaenda kutetemeka kwa jina la Yesu. Mapepo na kila kingdom ya giza inaenda kuanguka. Ambia mwenzako unaweza badilisha familia yenu. Kama ni sawa sema sawa. Somebody say hallelujah. Say divine cycle of prayer. Sema tena the divine cycle of prayer. Sema tena divine cycle of prayer. Sema hallelujah. Paulo na Sila wakiwa kwa korokoro. And the Bible says they sang hymns unto God. Hebu inua mwenzako mkono wako, muinue hivi, mwambie wacha kulalamika. Omba. Peana ibada. Unajua wengine tunakuwa na kulalamika sana. Hawaja kuja kuniona. Listen to me. Sometimes people, na ni vizuri kuja kuonwa, lakini sometimes kuonwa tu haitakusaidia. Praise the name of the Lord. We will focus, concentrate. Because wengine wanaposhindwa, there is a God ambaye hashindwi. Sema amen. Sasa wajamaa wako ndani ya gereza. Wao hata wanaimba tu. Wanasiwe sana. Wanaimba tu. Ona amefanya Mungu. Wanaimba tu. Somebody say amen. Na hata hawalalamiki. Hata hawaimbi nyimbo za kujifariji. They are singing praises unto God. Patia mwenzako haifahamu, mwambie kuna tunyimbo twa kuhurumiwa. Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini ninabidi Mungu. Yaani wakati wakikuangalia kweli wanajua kweli umepitia. Wanakuona kweli unapitia. But these people, they sang praises to God. I will praise the Lord with all my heart. In every circumstance, I will praise the Lord. Patia mwenzako haifai, mwambie mambo yawe mazuri, yawe mabaya, I will praise the Lord. Somebody say amen. Hey! Na ndio nasema, when you see me dance, I dance like a winner man. When you see me jump, I jump like a winner man. It is not because everything is good, but I am still a winner man. It is not because I have a lot of money, but I am still a winner man. Yes, I might have been rejected, but I am still a winner man. I will dance like a winner man because I am more than a conqueror. Kama ni sawa sema sawa. So ambia mwenzako tembea kwa nguvu na ujasiri. Sio kutembea like an accident looking for somewhere to happen. Yaani unatembea tu. Yaani umechoka, yaani hata kutembea yako tu. Yaani hata umechoka. Kaa ngumu. Bishop wetu anatuambianga kauka na ngori. Oma na ngori. Kauka nayo. Hata kama kuna ngori, ambia mwenzako hata wakati wa ngori. Kauka. There is a God ambaye huwa anasia. Sema amen. Sasa Biblia inasema hawa kaimba tu, hawakulalamika. Sasa Mungu, hata umetuachilia. Uko wapi? Kwa nini niendelee kukutumikia na kukuserve? Umeacha wapi? Unajua kuna
Kuna mchungaji mmoja watoto wake walianguka kwa kisima wakakufa, God forbid. Lakini mchungaji akakasirika sana na God. Akamwambia, lazima uniambie ulikuwa wapi wakati watoto wangu walianguka kwa kisima. Na akakuwa serious. Na akamwambia Mungu, kama hutaniongelesha tunaachania tu hapa. So Mungu akaambia, wacha nimuongeleshe. Akamwambia, nilikuwa tu mahali nilikuwa wakati mtoto wangu alikuwa kwa msalaba akidungwa mshale. Kwa hivyo si ati wewe peke yako ndio umepoteza mtoto, hata mimi nilipoteza wangu kwa ajili yako. Somebody say amen. Let us praise God in every circumstance and keep on praying. Kama ni sawa, sema sawa. So wakaendelea kuimba tu sifa. Lakini kanisa lilikuwa linaomba mahali. Ambia mwenzako, pray for one another. Somebody say amen. Walikuwa naomba. Kumbe vile wanaendelea kuomba. Mungu hapa kweli. Vile wanaendelea kuomba, malaika anaendelea kupokea maombi. Ikajaa. Akaenda akamwaga kwa madhabahu, akajaza moto. Mungu akauliza, hiyo maombi ilikuwa inatoka kule kwa ile prison na ile sifa, ilikuwa inatoka huko? Ilikuwa inatoka huko. Mwaga hii moto huko. Hey. Somebody say amen. Moto kamwagwa pale. Tetemeko la ardhi malaika akashuka. Akamwambia Petro, hey, come on, arise. Funga mishipi, vaa viatu, nifuate. Biblia inasema alikuwa amewekwa katikati ya askari wanne. Minyororo ikakatika. Alipotoka, milango ya gereza ikajifungua yenyewe. Nataka nikwambie hivi. Prayer, worship, your service to God itafungua milango katika jina la Yesu. Mpaka Biblia inasema Petro alipotoka alifikiria ni ndoto. Alifikiria anaona maono. May God cause something to happen in your life, ya kwamba utafikiria ni maono tu. Utafikiria unaota ndoto, lakini haitakuwa ndoto, itakuwa reality kwa jina la Yesu. Ninakutabiria maombi uliyoyaomba, wacha yarejee tena kwa maisha yako kwa moto. Kama kuna vitu na misingi ambayo imejijenga, labda misingi ya kiuko, wacha ibomoke, wacha isambaratike, wacha kuwe na tetemeko la ardhi, ianguke sasa. Kama kuna minyororo ambao watoto wetu wamefungwa, twatangaza kwa jina la Yesu, wacha kuwe na ngurumo na kuwe na umiale na kuwe na lightning itakayokata hiyo minyororo. Natangaza leo minyororo yote ivunjike. Natangaza leo misingi yote ya giza ikasambaratike. Wacha kuwe na tetemeko la ardhi. Kama kuna magonjwa ambayo imekalia mwili wako, natangaza dhuhuri ya leo, wacha kuwe sasa na ngurumo na idisplace hiyo magonjwa katika jina la Yesu. Simama kwa mguu wako sasa. Chukua dakika 3. I want you to pray. Let the fire from the altar, let the fire from the altar fall upon you now. Fall upon this congregation. Rababababababa. Tunapomwimbia Bwana sifa, hatufanyi hivyo kwa ajili ya kufurahisha watu. La, we are doing that unto God. We are doing praises unto the King of Kings. We are doing praises unto the Lord of Lords. Rebababa. It is not in vain. Sakataka ripapapakata likarabakadaba rakabaka. May God rekindle spirit of prayer, spirit of praise, spirit of worship. May God rekindle return.
In the name of Jesus. Rebebebe sokata. Remamama zeketa. Remama zeka. Repaposekata. Rebababa. Ramamama yakata. Lebebebe baba. Ramababa. Rabasekata. Rebabozaka. Remamozeka. Rekatayando. Zeketapa. Rebababa. God, hautajiweka hapa, haujatuweka hapa kwa bure bure, haujatuweka katika generation hii kwa bure bure. Why are we still alive? We shall live. Rebababababa, rebababababa, rebabababa. We refuse to be discouraged. We refuse to be discouraged. We refuse to go down. Rebabababa. We shall continue serving. We shall continue in prayer. Zekete, zekete, rebababa. Kumbe is not in vain. Kumbe is not in vain. We declare fire from the altar that causes the rumblings, that causes an earthquake. We declare fire from the altar now. Remamama, rebababa shakata, remamama, rebababoza. Naweza pitia mambo mengi, lakini hatutaacha kuwasifu, hatutaacha kuomba. Shekereboza, shekerebababa. Yes, let the throne of grace, the throne of mercy. Oh, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Hallelujah. oh, the power of praise. The power of praise. We lift you, Jesus. We lift you, our God. The power of prayer. Oh, my Father. Gethsemane, Yesu aliomba, Baba mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili yako na yangu, kampa nguvu kashinda. Gethsemane, Yesu aliomba, Baba mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili yako na yangu, kampa nguvu kashinda. Omba, 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 utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Omba, 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 utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Omba, 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 sekarabababosata, zeketarababosata laba, seketarababosia jibu kwa wazi. Everybody lift up your hands right now in the name of Jesus. Reba shatarabakatola boska yadabaze, rekatabasote rebahandiri yadaboza, rakabasata katalababosiata. May the fire from the altar of God, may the fire from the altar in heaven, may that fire reach you right now. May it bring an earthquake in the name of Jesus. May every chain break right now. Every chain, every chain, every yoke in the name of Jesus. Every yoke of sicknesses and diseases, may they break right now. May they break right now. Let the fire fall. Rakataba sakata. Let there be powers. Let there be thunders. Rabababakata. We declare that there is freedom in your family. There is a transformation. There is restoration in your marriage, in your family. In the name of Jesus. Rabababababa. Fire from the altar. Fire.
Sekarababosiena Zeketarababosiena Lekarabakatabasando Rekatabasakaturaba Rakatababosaka. Yasiyowenezekana kwa mwanadamu, inawezekana kwako. Rebababa. You are the giver of life. You are Jehovah Shidikeno. You are Jehovah El Shaddai. Oh, hallelujah. Sekarababa Rabasata. In the name of Jesus. Inua mkono wako wa kulia, mkono wako wa kushoto weka kwenye tumbo lako, na nataka urudie hivi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, umenipatia uwezo, na umesema ndani ya tumbo yangu kutatoka chemchemi ya maji ya uzima. Siku ya leo natangaza kutoka kwa tumbo yangu, kutoka kwa maisha yangu, maombi na dua na ibada na sifa zitakufikia kwa jina la Yesu. Na ninatangaza moto wa madhabahu utashuka kwa maisha yangu. Ngurumo na radi na tetemeko la ardhi isikike, itetemeshe nguvu za giza, za magonjwa, za laana kwa jina la Yesu. Nimepokea nguvu mpya, sitachoka kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na zote tuseme amen. Tushangilie Yesu kwa makofi mazito. Shangilia Yesu kwa makofi mazito. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Ona vile amefanya mambo. Hey. Nani anajua hiyo wimbo? Dakika mbili. Ona amefanya Mungu. Ona amefanya Mungu. Yeah, 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 yeah. Amefanya Mungu. Yeah, 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 yeah. Kuja. Amefanya Kuja. Mungu. Say, ona amefanya Mungu. Nione makofi juu. Ona amefanya Mungu. Yeah, 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 yeah. Amefanya Mungu. Yeah, 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 yeah. Amefanya. Sema ona. Ona amefanya Mungu. Ona amefanya Mungu. Oh, yeah, 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 yeah. Amefanya Mungu. Yeah, 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 yeah. Amefanya. Sema ona. Ona amefanya Mungu. Ona. Amefanya Mungu. Yeah, 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 yeah. Amefanya Mungu. Yeah, 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 yeah. Amefanya Mungu. Ona amefanya Mungu. Ona amefanya Mungu. Yeah, 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 yeah. Amefanya Mungu. Yeah, 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 yeah. Amefanya Mungu. Na hapa Lodway amefanya Mungu. Na hapa Life Source amefanya Mungu. Yeah, 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 yeah. Amefanya